Edwin Watenya Sifuna. Mheshimiwa Rais, mimi ndio Sifuna. Alizaliwa tarehe 22 mwezi Mei mwaka 1982 katika kaunti ya Kakamega katika familia ya watu wa tabaka la wafanyakazi. Babake alikuwa mtumishi wa umma katika halmashauri ya manispaa ambayo kwa sasa haipo tena, na mamake alikuwa mwalimu ambaye kwa sasa amestaafu katika shule ya msingi ya Moi mjini Bungoma. Ana kaka wawili na dada wawili na familia ndiyo kiini cha utambulisho wake. Hizi ni kurasa za historia ndani ya Pekuzi TV Kenya, tukiangazia na kudadavua safari na maisha ya seneta wa Nairobi na vilevile kiongozi wa vuguvugu la Linda Mwananchi Edwin Watenya Sifuna. Msimulizi ni Inshemela Samuel Ngovilo. Sifuna alikuwa akishuhudia changamoto zinazokabili Wakenya wengi kwa sasa, kama vile uhaba wa rasilimali, ukosefu wa usawa unaotokana na eneo la nchi mtu anakotoka, fursa chache za ajira au kiuchumi, na ukandamizaji dhidi ya wale wasioweza kujitetea. Hali hiyo ilimfanya aone kuwa kuna ukosefu wa haki, jambo lilochochea hamu ya ndani ya kutaka kufanya vyema zaidi, kuwa mtu bora na hatimaye kuwa sauti isiyoweza kupuuzwa. Alianza elimu yake rasmi katika shule ya msingi ya Kakamega Township na baadaye kujiunga na shule ya upili ya Musingo. Baadaye alisomea shahada ya sheria katika chuo kikuu cha Nairobi na kuhitimu mwaka 2006. Kisha alichukua stashahada ya uzamili ya sheria katika shule ya sheria ya Kenya mwaka 2007 na kusajiliwa kama wakili mwaka 2008. Sifuna aliingia katika siasa baada ya kupiga kura ya katiba ya Kenya mwaka 2010 akiwa na matumaini kwamba ingekuwa mwanzo wa maisha bora zaidi kwa Wakenya. Hata hivyo, baada ya kushirikiana na wananchi wa ngazi ya chini, aligundua kuwa kulikuwa na watu waliokuwa wakikwamisha kwa makusudi utekelezaji wa katiba hiyo, hasa kipengele cha ugatuzi. Hii ni moja ya sababu kuu zilizomchochea kuingia katika ulingo wa siasa. Kuanzia mwaka 2013 hadi mwaka 2016 alikuwa mwanachama wa muungano wa Coalition for Reforms and Democracy CORD, akihudumu kama mjumbe wa kamati ya kiufundi na ushauri. Kuanzia mwaka 2016 hadi mwaka 2021 aliendelea kuhudumu katika nafasi hiyo, lakini safari hii akiwa mwanachama wa muungano wa National Super Alliance NASA. Katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2017 aliwania kiti cha useneta wa Nairobi na kufanya kampeni imara. Hatimaye akashika nafasi ya pili kwa tofauti ndogo sana ya kura kati yake na aliyekuwa anashikilia kiti hicho. Jitihada zake zilimfanya ajipatie umaarufu mkubwa kisiasa na hatimaye kumwezesha kuchaguliwa kuwa katibu mkuu wa chama cha Orange Democratic Movement ODM, nafasi ambayo ameshikilia hadi mwaka huu alipoondolewa. ODM sasa ina kibarua kudumisha umaarufu wake magharibi mwa nchi baada ya kukamilisha mchakato wa kumuondoa seneta wa Nairobi Edwin Sifuna kutoka wadhifa wake kama katibu mkuu. Sifuna ambaye anaegemea mrengo wa Linda Mwananchi pia alitimuliwa kama kiranja walio wachache katika bunge la seneti. Kando na Sifuna, seneta wa Vihiga Godfrey Osotsi pia mnamo Mei alifurushwa kama naibu kiongozi wa ODM. Wawili hao walikuwa viongozi wakuu ODM magharibi ya saa baada ya aliyekuwa gavana wa Kakamega Wycliffe Oparanya kujiunga na baraza la mawaziri mnamo Julai mwaka 2024. Wakati wa uhai wa kinara wa chama cha ODM Raila Odinga, magharibi ilikuwa ngome yake ya kisiasa, huku ODM ikitoa viti vingi eneo hilo. Chama hicho kilitamba katika siasa za Busia, Vihiga, Kakamega ambako ilitoa viti vingi ukikilemewa tu Bungoma na Ford Kenya. Kwenye kura za urais, hayati Odinga alikuwa kitamba na mnamo mwaka 2022 alimbwaga Rais William Ruto katika kaunti za Trans Nzoia, Vihiga, Kakamega, Busia, akilemewa tu katika kaunti ya Bungoma. Katika uchaguzi mkuu uliopita, ODM ilitoa viti 10 vya ubunge kati ya 12 Kakamega pamoja na ugavana na mwakilishi wa kike. Katika uchaguzi mkuu uliopita, ODM ilitoa viti 10 vya ubunge kati ya 12 Kakamega pamoja na ugavana na mwakilishi wa kike. Kaunti jirani ya Vihiga, ODM ilitoa ugavana na useneta, huku kule Busia ikiwahi viti 4 kati ya 7 vya ubunge. Pia ODM ilitoa ugavana mwakilishi wa kike. ODM ilipata kiti cha ubunge wa Saboti katika kaunti ya Trans Nzoia
kushinda viti vingi na kura za urais kulisababisha Raila na ODM itambe kisiasa magharibi mwa nchi. Hata hivyo, baada ya kuondolewa kwa Sifuna na Bwana Osotsi katika nyadhifa zao, ODM inaonekana kukosa mnato magharibi jinsi ilivyokuwa hapo awali. Hivi majuzi, Sifuna alidai kuwa ODM imekufa huku pamoja na gavana wa Siaya James Orengo wakizindua misururu ya mikutano ya kisiasa kote nchini kupitia vuguvugu lao la Linda Mwananchi. Pia alifichua kuwa viongozi ambao kwa miaka mingi walikuwa wakiunga mkono kinara wa ODM Raila Odinga wameamua kufanya kazi chini ya vuguvugu la Linda Mwananchi. Kauli ya Sifuna inaashiria kuwa chama cha ODM kimekufa, huku akitarajiwa kujiunga na chama kipya cha kisiasa. Siasa za Sifuna zimeonekana kufunika ODM magharibi bila Raila, baadhi ya viongozi wa chama hicho wakizomewa kwenye mikutano na matanga kila mara wanapomkosoa seneta huyo wa Nairobi. Mwenyekiti wa ODM kaunti ya Kakamega ambaye pia ni gavana wa gatuzi hilo, Fernandes Barasa, anasisitiza kuwa chama ni imara na umaarufu wake bado upo. Kwa mujibu wa mchanganuzi wa masuala ya kisiasa Lumala Masibo, umaarufu wa Sifuna na kutokuwepo kwa Raila kunaiacha ODM na kibarua kigumu cha kudumisha umaarufu wake magharibi. Utafiti wa Infotrak uliofanywa hivi majuzi ulionyesha ODM kama chama ambacho bado ni maarufu magharibi kwa 32%. Shemela Samuel Ngovilo, kurasa za historia ndani ya Pekuzi TV Kenya.